Kwa jina naitwa Halifa Mpondi, ni mwalimu wa michezo ya baharini, hususani sailing na michezo mingine midogo midogo, swimming na mambo mengine yanayohusu bahari. Baharini kuna stori nyingi, na leo nataka tuzungumze kwa uchache kuhusiana na stori fupi ambayo watu wengi wametoka kuzungumzia sana, masuala ya kitu kinaitwa kibwengo. Kibwengo bana, tumepata maswali mengi ya watu wanataka kujua exactly kibwengo ni nini, kibwengo au vibwengo, au unavyosikia bana, nimepanda mtumbwi wa vibwengo. Vibwengo ni nini? Sasa leo nafikiri tutaongea kwa uchache sana kwa wajua. Vibwengo ni viumbe ambao tunasema ni viumbe wa kufikirika, lakini kwa sisi watu wa baharini tunaamini ni viumbe ambao wananasibishwa na majini, mashetani. Na hawa kwa watu wa baharini, ukiwa unazunguka sana baharini miezi 3-4, inawezekana ukakutana nao, na hasa hususan nyakati za usiku. Sasa historia yao fupi na tabia zao. Tabia yao moja ni kucheza na binadamu. Kama kuna wavuvi wanavua usiku, au kama kuna wasafiri utakutana nao, kwa maana wanapenda sana kucheza na binadamu. Na dalili zao, moja, kupenda kumpoteza mtu, au wavuvi kuwapoteza, au watu ambao wanashughulika na masuala ya baharini. Kwa hiyo tofauti na baadhi ya watu wanazungumzia kwamba labda wanaua, au labda sijui ukienda sijui unafanya nini, au hapana. Kuna viishara fulani tu ambavyo utakutana navyo ukiwa baharini. Labda moja, unaweza kukutana na labda kama kundi la watu ambao linakusemesha, au waoni vizuri, lakini unasikia sauti ikikuongelesha au ikakuita jina, au ukakutana na labda chombo ambacho unahisi kabisa kwamba kama ni labda ni mvuvi au ni msafiri, unaona kama wasafiri wenzio wamesafiri na chombo fulani, lakini ukweli kwamba sio binadamu ambao unawaona mbele yako, au unakiona, au unawaona katika hicho chombo ambacho utakutana nacho. Na muda mwingine unafuatana nao, unafika sehemu na kukuta kile chombo pamoja na wale watu wametoweka tu katika macho yako, au baadaye ukasikia vicheko na ukasikia vitu kama hivyo. Hizo ni dalili za vibwengo ambao tunaishi kwa nadharia, tunaishi katika sio ile kuwaona moja kwa moja, lakini wana majina, wanaitana, na pia vile vile wao wanaweza wakakuita majina. Mfano, unaitwa Jose, wakakuita Jose, njoo vue upande huu, huku kuna samaki wengi, unashangaa huko anayenijua ni nani. Lakini kwa watu wa baharini wanajua kabisa huo ni mchezo wa vibwengo. Kwa hiyo moja sifa yao ni hiyo, kwamba wanaweza kukutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ukiamini kwamba unawafuata wavuvi wenzio au unawafuata wasafiri wenzio, alafu mbele ghafla unaona hamna mtu, hamna hicho chombo, alafu unajikuta tayari uko mbali sana na ufukwe. Hizo ni dalili za vibwengo. Lakini kitu kingine ambacho unaweza kukutana nacho kinaonyesha ni dalili ya hao vibwengo ni fire zile, ni ile nani za moto. Unakuta watu kama wamewasha moto hivi, au ishara sigara nyingi, unakuta kama watu wanavuta sigara hivi. Hizo ni dalili za hao vibwengo. Sasa kwa watu ambao tayari wana experience ya bahari, moja jambo ambalo utapewa briefing kabla hujaenda ni kuepuka ujirani mwema kule baharini, kwa maana ya ukakuta kitu kimejitambulisha, au watu ambao wanajitambulisha kama wavuvi wenzio, na ukiwaangalia uwajui, kwa hiyo unaepukana nao. Namba moja. Namba mbili, pia vile vile na nyinyi kuanza kutambulishana, labda mnaitana Juma, wale huwa wanakalili. Kwa hiyo unaweza ukaenda mbele ukaitwa na mtu kwa jina lako vizuri kabisa, alafu ukagundua kabisa sio, kwa sababu tayari wewe nyinyi mmeanza kuitana majina. Kwa hiyo tunaepuka sana kuitana majina nyakati za usiku. Ukikuta chombo ambacho hauna urafiki nacho, unajaribu kukaa nacho mbali na unaendelea na shughuli zako. In short, kwamba hawana madhara makubwa zaidi ya kukupoteza na zaidi ya kukufanya labda kama
jokes fulani hivi, wanakutania, wanafanya vitu kama hivyo. Kwa hiyo wao wana enjoy kusikia au kuona wewe vile unavyohangaika 2-3 na nini. Na ni kweli kwamba mda mwingine wanaweza katoa msaada kwa namna moja au nyingine, labda kikaja chombo kikakugea msaada, alafu mbele ukakuta kwamba kile chombo hakipo, au labda ukahisi kabisa kwamba kama chombo kinakuja kwa msaada, lakini baada ya sekunde chache kile chombo hakipo. Kwa hiyo unasikia bana, leo umepanda mtumbwi wa vibwengo na nini. Historia inaanzia hapo, lakini tutaendelea muda mwingine kuwaelezea vibwengo vizuri kabisa, kila mmoja awaelewe. Lakini leo kwa ufupi nimekupa kwamba kukuonyesha kwamba ni aina gani ambayo ya viumbe jina lao hasa linaitwa vibwengo. Siku nyingine tutajua nini na maeneo gani wanapatikana na nyakati gani upendelea, lakini tutaenda mbali zaidi, tutajua kabisa kwamba tabia nzima na uelewa mpana wa kuhusu au viumbe tunaita mapepo wachafu, au tunaita mapepo kwa jina lingine majini, ambao wanapenda kuishi sana kwenye bahari. Lakini leo tuishie hapa, na mimi msimulizi wako Bwana Alifa Mpondi wa Kigamboni Sailing Center, Mji Mwema. Ukifika hapa ulizia Kigamboni Sailing Center, au unaweza kwenda kwenye website yetu www.tanzaniasailing@olg.com. utakutana au utatembelea page zetu za Kigamboni Sailing Center kwenye Instagram, utatembelea kwenye Facebook, utakuta Kigamboni Sailing Center na story pana, lakini hususani kwenye masuala ya sailing na water activity. Karibuni sana.